makubwa kwenye familia. Haleluya. Sumu inaweza ikaingia kwa mtu mmoja, lakini hii sumu ikasababisha madhara makubwa kwenye familia, madhara makubwa kwa ndugu, madhara makubwa kwenye taifa, madhara makubwa ndani ya kanisa, kwa ajili ya sumu kuingia ndani ya mtu mmoja. Haleluya. Hii sumu ya ushauri ilipoingia ndani ya Amon na kumfanyia ukatili dadake, ikasababisha maumivu makali. Cheki Tamari alichosema. Akasema hivi, ndaiweka wapi aibu kubwa hii ya kuingiliwa na kakangu? Ndaiweka wapi? Uso wangu ndauweka wapi? Haleluya. Hayo ni maumivu ambayo yalikuwepo ndani. Haleluya. Cheki madhara yalivyoendelea kutokea. Manake kakake pia akakasirika juu ya jambo ambalo limetokea kwa dadake. Haleluya. Moyo wa kisasi ukainuka. Moyo wa kisasi ulivyoinuka, Biblia inasema akamuua. Haleluya. Ndivyo tunavyoona kwenye familia. Ndivyo tunavyoona kwenye familia. Inaingia sumu ya chuki kwa mtu mmoja. Sumu inatembea. Unashangaa familia hii na familia hii haielewani. Ndani ya huo ukoo mmoja. Haleluya. Unashangaa watoto wa shangazi na wa mjomba hawaelewani. Haleluya. Ipo sumu iliingia. Iliingia wapi? Ndani ya moyo. Ikasababisha nini? Chuki. Haleluya. Na madhara ya chuki huwa hayawi mazuri. Madhara ya chuki huwa inakuwa ni visasi. Madhara ya chuki huwa inakuwa ni ubaya. Madhara ya chuki huwa inakuwa ni vitu ambavyo havimpendezi Mungu. Haleluya. Lakini Biblia inasema linda sana moyo wako. Linda sana moyo wako. Haleluya. Tunaona tukio ambalo limetokea kwa Tamari ni tukio ambalo huwa linatokea kwenye jamii. Ni matukio ambayo yanatokea kwenye jamii. Yapo mambo ambayo yanaweza yakafanyika ambayo sio mazuri, kwa ajili ya kuumiza moyo, kwa ajili ya kujeruhi moyo, kwa ajili ya kusababisha vidonda, kwa ajili ya kusababisha maumivu makali. Sikiliza, tunavyozungumzia maneno ni silaha mbaya. Tunavyozungumzia matukio mabaya, vile vile ni silaha mbaya. Haleluya. Sikiliza, nasikia kutoa mfano huu. Unajua Mungu anavyotupa hata jukumu la kuwalea watoto, lazima ujue kitu kimoja muhimu. Watoto ambao Mungu anakupa kuwalea, haleluya, iwe ni watoto ambao umewazaa au watoto tu wa ndugu, lakini Mungu amewaleta kwako kwa ajili ya kuwalea, lazima ujue wale sio wapo tu kwa ajili ya kulelewa wakue, lakini wapo kama shule kwa ajili ya kujifunza.